maadui wa kiroho wako. Adui wa kwanza kabisa ni kuridhika na mafanikio ya jana. Huyo ndo adui wa kwanza kabisa. Jana uliomba ukapiga masaa 3, ukahisi hayo maombi ya masaa 3 utatembea nayo mbinguni. Bwana siweza. No, haupaswi kuridhika. Unasema jana niliomba Bwana, niliomba lisali zima. Lakini ufanyeje? Umeridhika. Uliomba mpaka uko vizuri, hata leo ulipoamka kuamka, yani roho yako ni nyepesi, uko vizuri. Halafu kafanyaje? Ukaridhika. Unaridhika, umeridhika. Bwana sifiwe sana. Maombi, kuridhika na maombi na mambo ya kiroho uliyoyafanya jana, umeridhika. Tukiona tumeanza kupiga historia, aisee, siku nilikuwa naombaga mimi. Asiacha. Hatari hiyo. Mimi nilikuwa naimba. Siku za nyuma nilikuwa naimba mno. Ukiona hivyo ni hatari. Jambo lingine ni shughuli nyingi. Kazi nyingi. Kiroho wetu unaathiriwa na kazi. Tuko bize. Angalia, twende kwenye kitabu cha Luka. Yaani nimependa hili andiko sana. Yaani wakati mwingine nikijifanyia tathmini na mwambia Mungu nisaidie. Bwana sifiwe sana. Angalia kile kitabu cha Luka sura ya 10. Luka sura ya 10. Tutaanzia mstari wa 38 mpaka wa 30 mpaka wa 42 mpaka ule mstari wa mwisho kabisa. Luka sura ya 10 mstari ule wa 38 mpaka ule mstari wa 42. Anasema kuna Martha, kuna Mariamu. Mmoja, tuendelee. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi. Maana akaanza kujipikilisha. Ameenda kupika na pika. Mwenzie yuko wapi? Miguuni pa Yesu, analisikiliza nini? Neno. Haleluya. Anasema hivi. Anasema lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi. Akamwendea akasema, Bwana, hauoni vibaya hivyo ndugu yangu anavyoniacha nitumike peke yangu? Basi mwambie nisaidie. Anasema Bwana akamjibu akamwambia, Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini kinachotakiwa ni kitu kimoja tu, na Mariamu amelichagua fungu lililo jema ambalo hataondolewa. Mariamu alichagua nini? Kukaa na neno, kukaa na Mungu, kukaa na Yesu katika uwepo wake. Lakini mwenzie kupika. Na siku inapoisha tuangalie tumetumia muda upi na Mungu. Na mtu mmoja alisema hivi, ukiweza kutoa fungu la 10 la masaa yako mbele za Mungu, utaishi maisha ambayo very powerful spiritual. Fungu la 10 tu. Fungu la 10 ni nini? Masaa 2 na dakika 40. Haya, ongeza yale masaa 3 tu basi. Kwa haya masaa 3 kasika masaa 24, mimi masaa 3 nitatumia mbele za Mungu. Utashangaa ukiroho wako unaanza kuongezeka. Lakini mambo ya kimungu yanahitaji kitu kinachoitwa consistency. Uwe very consistent. Asifiwe. Na ndio maana ukiwa consistent, adui anashindana na mtu ambaye yuko very consistent. Hapendaji mtu ambaye yuko focused na jambo fulani. Maana asifiwe sana. Hapendaji mtu ambaye anajua anafanya jambo fulani la kimwili, halafu inapofika ule muda wake anaacha. Anasema naenda kufanya jambo fulani la kimwili. Nafunga kila kitu. Nilikuwa nafanya hivi, sasa hivi naacha. Adui wa kiroho wako ni kutokuwa na ratiba ya kiroho. Na ratiba ya kiroho maeneo gani? Ratiba ya kusoma neno, ratiba ya kuomba, wanasifiwa sana, na ratiba ya kuabudu. Hivyo vitu ukivimaintain vitatu, I say, nakwambia you be very powerful spirit. Tukivimaintain, hatuna ratiba wetu wengi za kiroho, hatuna. Na ukishaandaa ratiba, weka nidhamu ya kuifuata ratiba, ndio utaona furaha yake na faida yake. Sasa watu wengi hatuna ratiba za kiroho. Hatuna kwa siku. Mimi nilishajipangia kwa siku nitakuwa naomba nusu saa. Nataka nikwambie hivi, mtu anayeomba nusu saa kwa siku moja, halafu mtu mwingine anaomba risali moja au masaa 3 siku moja kwa wiki. Wewe unaomba nusu saa kila siku,
utamzidi huyu mtu anayepiga masaa 3 mbele za Mungu siku moja kwa wiki, alafu siku zingine anakuwa busy. Yaani wewe nusu saa umeimaintain, huu ni muda wangu na Mungu, na Mungu anafuata ile ratiba. Bwana sifiwe sana.